Sikiliza sana, mimi siwezi kufanya. Unasema? Siwezi. Unasema sifanye. Utafanya. Nimekwambia utafanya. Unataka utafanya, hutaki utafanya. Nimekwambia utafanya. Kwa hivyo. Nimekwaje? Mimi sikuanza kuambia mwenyewe ufanye. Na sasa hivi nakwambia usifanye. Sasa utafuata maelekezo ninayosema mimi. Mimi siwezi kufanya. Mimi naongea kama nani? Mke wangu. Mimi nani? Mimi nani? Mke wangu. Mimi mkewe. Si ndio? Mimi si mkewe. Kwa hiyo utafanya? Utafanya. Siwezi kufanya. Unanijua? Unanijua mume wangu. Nimesema unanijua. Usione nimekukalia kimya. Tena usione nimekukalia kimya. Naomba yaani ndani ya wiki hii. Na unajua sasa nini? Sasa usivyo. Nikianza hapa, nimekwambia nikianza. Unafanya? Ufanye. Hiyo kufanya. Unasemaje? Unajua unanifikirisha sana. Hivi haya maji ambayo mnanyweshwa, hivi mnakuwaga mnayatazama vizuri ama vipi? Blaza, mbona sikuelewi? Utanielewa. Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Kama haiwezekani kuishi kwenye mfumo mmoja, basi mpe talaka aondoke kwao. Talaka? Blaza, mbona unafika mbali sana? Mimi siwezi kumpa talaka mke wangu. Sikiliza nikwambie. Unajua sisi familia yetu tupo kwa sababu ya kuongoza na sio kuongozwa. Sasa wewe unakubali vipi unaongozwa na mtoto wa kike? Kiumbe ambaye dhaifu kabisa akuongoze wewe? Hivi inaingia akilini hiyo? Mbona unataka kudhalilisha familia? Alafu tunaongea hivi, wewe kweli upo sawa wewe? Blaza, mimi sijaona bado sababu ya kumwacha mke wangu. Alafu mke wangu mimi bado nampenda sana. Kwa hiyo siwezi kumpa talaka. Sawa. Kama mkeo bado unampenda, basi mwambie abadilike. Aache vitu vyake vya kipuuzi. Alafu unawezaje kumpenda mtu ambaye haonyeshi mapenzi kwako? Unampendaje mtu ambaye anakudhalilisha kila siku itwayo leo? Wewe ujasiri huo unaotoa wapi? Sikiliza nikwambie. Unajua wewe wakati unapelekwa shule umesomeshwa kwa sababu uweze kujitambua. Lakini ni bure kabisa, bogus, kichwa hakifanyi kazi hicho. Yaani unaongozwa na mtoto wa kike. Au naongea ni kweli kaka, lakini kiukweli kabisa mimi siwezi kumwacha mke wangu. Kwa hiyo acha mimi niende. Sasa kabla hujaondoka, nataka nikwambie kitu kimoja. Sawa? Kama ni kweli unampenda mkeo, mwambie abadilike. Mwambie aachane na ujinga anaoufanya.
Samahani kipenzi, labda ungependa nikuandalie chakula gani? Mimi nafikiri ni chochote. Kwa nini chochote? Mbona maji umeweza kutamka? Niagize kila kitu ndani kipo nitakuletea. Okay, basi niandalie ndizi. Unajua mimi napenda sana ndizi. Ingia jikoni.
naomba kitu kimoja nikubalie. Useme ndio na hili. Mimi niko tayari kutoka. Niko tayari kupokea ile talaka. Lakini kuna kitu ambacho natakiwa ujue. No. Sikiza mke wangu, usiseme hivyo. Usitaka nini tena? Talaka nini? Mimi siwezi kukupa talaka mke wangu. Kwa nini nikupe talaka? Kwa kosa gani mpaka nikupe talaka mke wangu? Usirudie hayo maneno. Sawa mke wangu? Sawa. Usirudie kusema hivyo. Lakini Hussein, najua wewe ni mwanaume. Unatulea sisi wote. Na unaweza kaongeza zaidi na zaidi. Na mimi sina la kuongeza zaidi yako. Nakuomba tena. Natamani kweli kuondoka. Lakini kuna kitu natamani kujua. Natamani wewe ukijue kwanza kabla sijaondoka. Kitu gani hicho? Mimi na ujauzito wako. Na utakuwa umeleta na vocha. Wait, ni kitu najua vocha. Mimi sijabeba vocha. Japo nimebeba lakini kuna kitu cha muhimu. Kwa nini wewe vocha? Sasa hapo kama Ewa, basi ashumu. Basi umefeli. Ngoja mimi niashumu kwa niaba yako. Kada. Kwa hiyo hujapenda zawadi yangu? Hamna. Asante. Nini sasa? Yaani wewe Hussein hauna tamaa. Bani mkeo ukaja na zawadi hata useme basi asante mpenzi wangu nitaipokea zawadi. Okay. Asante mke wangu. Na nakupenda sana kwa kuniletea zawadi na nashukuru sana. Asante. Ongezea kidogo. Yaani sifie angalau ni zawadi kubwa. Napenda mke wangu. Napenda wewe mzuri, mcheshi. Ukivaa unapendeza. Kingine? Yaani ndio kila kitu kwangu. Unajua ndio kila kitu kwangu, yaani najisikia amani sana kwa na wewe. Muda wote nataka tuwe tumekaa pamoja. Ndio maana nilikuwa nimekaa hapa nisubiri. Nikitoka nataka unione. Na mimi nikafanya basi nikuletee zawadi, basi pokea. Asante sana. Vipi? Umependa zawadi yangu? Basi mchuma atakuwa asante. Sasa wewe na mimi nani amchumu zako? Wewe hapo. Bado. Asante. Nyingine? Hakuna mtu ndani. Kweli? Basi nami nifanyie hivyo. Asante. Malizika. Basi endelea kutumia zawadi wakati mimi nakuandalia zawadi nyingine ndani. Chap. Usichelewe basi. Ya, chap.
Ndio nini sasa? Ndio nini? Yaani ndio nini vipi sasa? Hicho unachofanya ndio nini? Kwa nini unafanyaje? Sasa mbona unakuwa mtu ajabu sana wewe? Shida nini kwani? Au tatizo ni nini? Tatizo lipo. Bwana, tuache hayo. Na maongezi na wewe, twende ndani. Ndani si uko mimi na wewe sasa hivi tunaongea ndani. Mpaka mimi nakwambia kwamba acha basi niende nje nikapumzika, ukasema acha okay naacha nilale. Si nikakuacha umelala. Sasa shida nini? Basi nikwambia na maongezi na wewe sasa hivi. Wewe ongea hapa, mimi nakusikia. Jamani, mimi siwezi kuongelea hapa, nataka tuende tukaongelee ndani. Alafu hata hivyo, kwani leo si ni zamu yangu jamani au? Sasa kama zamu yako ni saizi mchana, si usiku? Kama hiyo zamu si usiku, shida iko wapi? Ndio nimesema leo zamu yangu na ndio nataka kuongea na wewe. Sawa, kama ni zamu yako ni usiku, kwani saizi mchana hiyo zamu yako? Kwa kama leo zamu yako nisitoke nje nisikae nisiongee na watu kwa sababu leo zamu yako. Unanyanyuka, haunyanyuki. Na maongezi na wewe nimekwambia. Mimi nakuja hapa kukuelewa kwa ajili ya kukupatia simuelewi kabisa mume wangu. Yaani siku hizi amebadilika mno. Mapenzi yote siku hizi na mimi wangu. Toka ameoa amebadilika sana. Yaani na sijaelewa kwa nini amebadilika kiasi hicho. Lakini mapenzi yake kwangu yamekufa kabisa. Na mimi sijamfanya kitu cha aina yoyote hiyo. Pole sana shemeji. Lakini unajua mwanamke kupita unalalamika eti mapenzi yamepungua kwa mume ni sawa sana kujidhalilisha. Unajua mwanamke, wewe ndio mwenye nafasi kubwa ya kudumisha mapenzi ama kuyavunja. Sasa kupanga ni kuchagua. Sijui utakuwa umechagua kipi hapo kati ya kujenga na kuyavunja. Uko sahihi ama hauko sahihi shemeji, ila yani naona siku hizi mapenzi yote yamehamia kwa mwenzangu. Hata nikijitahidi kufanya nini, yuko bize muda wote, yuko bize na mwenzangu. Na kinachoniuma zaidi, anajitahidi muda mwingi wanakaa hata wakiwa mbele yangu. Mara wanalishana chakula, mara wanafanya yani vitu ambavyo vinanikosesha amani kwa kweli. Sasa shemeji, yaani wewe umeshawahi kufanya hivyo? Labda mumeo kaja, umekaa naye chini, unamlisha, unafanyaje? Umeshawahi kufanya hivyo? Maana nasema kupanga ni kuchagua, kwa sababu unajua sisi wanaume tulivyo hatuna tofauti na watoto wadogo. Unaona, kuna vitu huwa tunavimiss, kuna vitu tunavitamani wake zetu watufanyie, lakini kama vile vitu tunavikosa, alafu anapatikana mtu unapata kile kitu ambacho unahisi kwa mkeo akipatikana, lazima mke utaona umechoka. Lakini sio kweli, kumbe mwanamke wewe mwenyewe